tuzingatie kuomba zaidi. Kwa hivyo Mavinda wambe kilungu cha katano, Mavinda wambe kilungu cha katano, muswaoni wambe na ni wakele. Tutajifunza kwa ndugu wawili. Ndugu mmoja anaitwa Ruben na mwenzake anaitwa Joseph. Tujifunze kutoka kwao yale Mungu angependa sana tuyatambue. Hata wewe Yehova. Na naomba hawa wakuwe mfano na tugeuze tabia zetu na mienendo yetu ili tutatazame yale maonyo yaliyo hapo na changamoto ambazo tutapatiwa na Mungu na maelezo na maelekezi ambayo atatuelekeza ili tuweze kuishi maisha ya kumpendeza. Hivyo kilungu cha katano Mavinda wambe Musa wambe na wake ili the Bible says this, na ana ma Leubeni ikidhathi dha Israeli, alafu in brackets nundo ai ikidhathi indi ni kwithiwa ni wathukisie ukomo wa ithe wake ukidhathi wake wanengiwe ana ma Yosefu mwana wa Israeli, na usianio ti wa kutalwa kwatia ukidhathi nundu yuta ni wakililie ana ithe vina na ulamu nene wimbe usumbeni aumie kwake indi ukidhathi wa Yosefu. Wacha nitungilile na ana ma Leubeni ikidhathi dha Israeli nundu ai ikidhathi indi ni kwithiwa ni wathukisie ukomo wa ithe ukidhathi wake wanengiwe ana ma Yosefu mwana wa Israeli, na usianio ti wa kutalwa kwatia ukidhathi nundu yuta ni wakililie ana ithe vina na ula munene wimbe usumbini aumie kwake indi ukidhathi wa Yosefu. Asifiwe Bwana na neno la Bwana libarikiwe. Sema amen. Hivyo tajifunza kwa watu hawa wawili Ruben and Joseph. Wamewekwa hapo kama two comparisons, watu ambao tunafaa kucompare two of them. Juda hatutamzingatia leo. Kwa hivyo kama muonavyo, ningependa kuanza na mtu ambaye anaitwa Ruben. Kama vile tumeelezewa, Ruben alikuwa mzaliwa wa kwanza, ndaye mwana wa mbe na nundu ai mwana wa mbe wa mundusu wita wa Israeli kana Yakobo wikwati wa kana niwe witwika ikithathi wake, na kwa nundu mutuo wa ile ibindaliu siana sionthe yaiwa sehemu, wakihesabiwa sehemu kila mmoja wao. Firstborn alikuwa anapokea double portion. Kwa sababu gani? Maana yeye ndio uzao wa kwanza wa baba ya nani? Wa baba yake. Kwa hivyo kama angekuwa akigawa his portions, Jacob angechukua all of his wealth and divided them to 12 and to 13. Maana watoto wake walikuwa 12 and divided them to 13, ili wa kwanza apatiwe portion 1 and portion 2, na wale wengine wote wafuatilie kila mmoja portion yake moja moja. Hiyo ndivyo ilivyokuwa desturi ya Wanaisraeli wakati huo. Lakini wasoma zaidi tunaambiwa ni wadhukisie ukomo wa ithe wake, alidhucha ukomo wa ithe wake. Habari hiyo iko katika Genesis chapter 35 verses 22. The idea is this: huyu mtu ambaye anaitwa Ruben alitamani kuchukua ukidhathi ithe eothayo. Nyakati hizo mwana alikuwa ana inherit wajakazi wa kike wa baba yake. Are we together? Kwa mundu wita wa Israeli kana Yakobo alikuwa na wake wawili, Lea na Rakeli, na kila mmoja hawa wanawake walikuwa na mjakazi. Na kama ilivyokuwa desturi katika zile mbio za kuzaa watoto, mzee alikuwa anajiingiza kwa wale wajakazi, watoto pia wafanye nini? Na wazaliwe. Lakini hawataitwa kulingana na majina ya hawa wajakazi, wataitwa jina la mama yao. Praise the Lord. Kwa hivyo watoto wote ingawa walizaliwa na watu wane, ambapo ni wale wajakazi wawili na wale wake wawili wa Jacob, lakini ni mama wawili ambao wanakuwa recognized. Praise the Lord. Katika kufa kwa baba yake, yule firstborn, ili aonyeshe ishara, onye kila mundu kana nutuikie ethe, kana nukinie bala ethe with that. Are we together? Ni walika kwa aka adhukumi as a way of saying he has inherited his father. Even that can be very dirty to us. Lakini mbaya yuti meka au even though even da you nikenda kumaneke
mwana muku ni wosa utongwe wajao wa mosi kana waithe. Lakini yeye akajiingiza kwa mjakazi mmoja mapema, baba angali hai. Hivyo ni sawa na kusema baba akufe ili ikiwezekana kwa haraka nichukue urithi wangu. Zaidi ya hayo, niwe kiongozi katika boma hii ya baba. Wenda kuwa labda aliona baba haongozi vizuri na yeye ndiko na maono ya uongozi, kwa hivyo angependa kuyachukua huo uongozi, na babake kama alikuwa afanye nini na age. Ni kama aliwaza ndugu zake watamfuata na wamwache baba, maana ta Yakobo aena mawanzu mainge aye mobenani naye ithe waiwendesyo nundu ni wendete mundu usu wita wa Yosefu na Benjamin na langi onthe uwendo waithe mayae kata mayawona kuni nibatonekale ubeni ni waniwetela mambro make metikane nake matiane nake, but they never did so. Na kwa sababu hiyo two things alipoteza. Jambo la kwanza akapoteza ukidhavi, kama vile tumesema, hiyo double portion ikanyakuliwa kutoka kwake nikapatiwa Joseph, in the sense that maana Joseph alikuwa na wana wawili, Ephraim na Manase, wote wakachukuliwa kama watoto wa nani wa Israeli ama Yakobo. Kumatalwa otaloni wa ana mao ma Yakobo kuno ndomena kwa za Joseph ndai na ziana nundu la wasiye sosiwe no ni the wake basa kwanza ni mama dhono kaka na nimeana nake ndio kitumi kuitalwa mbai 12 za Israeli Joseph tatalawa nundu ni ana make meka hata matala wao. Kwa hivyo ukidhani inheritance ikachukuliwa ikapatiwa Joseph. Na namba 2, uongozi wa boma ukachukuliwa. Angalia verse 2, tunaambiwa nundu Yuta ni wakililie anaye the make vina ola umwani wewe ni Rubeni. Are we together? So eventually hata Mungu akaingilia kati akasema mwana wakwa ola uitongwezya mbaye Israeli Davidi kana ola uisiawa mutangi wandu wonde ndakuma mbaye nisu ya Rubeni akuma musi nusu wa Yuta at the third born I think of mundusu witawa Yakobo. What is the lesson for us today? What is the lesson? The lesson for us today ni ithie ethically twithwe twisubie muno tutikakwatwe ni mawendi twende uthonoka watho wa Ngai twende usembethia wia wao wake kana kukalata mawatho mao make. Kila mmoja hapa anatambua Mungu anampenda sana, na kila mmoja hapa anatambua Mungu muwazia mema. Lakini badala ya kungoja wakati wa Mungu ufike, ama badala ya kuamini, badala ya kumtegemea Mungu wakati utakapofika atatuinua kama Mungu wa ajabu, kama Mungu wa kweli, kama Mungu mweza yote, wengi wanaanza kufanya mambo ya kando kutafuta namna ili wanyimudu. Ni njia ya kusaidia Mungu katika maamuzi yake. Kwa hivyo Mungu nategemea nipate boma yangu na nipate sehemu yangu ya ardhi, wanakimbizana katika corruption ili wasaidie nani? Wasaidie Mungu. Mungu, ningependa kufurahia maisha yangu ya ujana, wanaanza kufanya mbio kukimbiza wasichana pale ama kukimbiza vijana pale. Wengi wanapatwa na tamaa ya pesa. Nimeona wasichana wengi wa Machakos wamepatwa na hiyo tamaa. Unapata ndio wanatafuta mtu wa kumuoa, lakini bado angependa kufanya mzaha na wazee. Usuni mundu wa ilikosiana. In fact, ukisoma Genesis chapter 49 from verse 1 and verse 2, baba yake Israeli amkana Yakobo alimlaani Ruben. Akamwambia, wewe ni kama maji. Wewe ni kama nini? Hauna uamuzi wako mwenyewe. Ukiwa kwa chupa unachukua shape, mfano wa chupa. Ukiwa katika kikombe unachukua mfano wa kikombe. Katika sahani unachukua mfano wa nini? Wa sahani. Kama unatumia straw unachukua mfano wa nini? Wa straw. Maji haina shape yake mwenyewe. Vivyo hivyo basi pia nasi wa Kristo tunaambiwa mtu wa vichwa viwili kama tuwe wa mundu ametwe yana ili ndakatali kana nukona kendukuma kwa Ngai. Na hiyo ni onyo kwetu ambao tunatembea njia mbili. Kutafuta Mungu, wakati huo kutafuta mambo ya dunia. Mungu hata tujibu, Mungu hata tubariki. Na ingawa tutatafuta vitu vingi tuharakishe baraka zetu, hizo baraka zitatuondokea. Are we together?
hizo baraka zitatuondokea. Na kuomba leo katika jina la Yesu Kristo tufuate mfano wa Joseph. Tusipende kuharakisha Mungu, mipango yake iharakishwe kama vile huyo mtu alifanya, kama Ruben alifanya. Maana ndani ya kufanya hayo yote akapoteza firstborn right ya inheritance, na secondly akapoteza his opportunity to lead the family of his father. He lost because of greed. Ndio mweso wa twisove mnoma wendi. Na nasema hivi nikitambua hata mapasta pia na wao wako na nini? Wako na mawendi. Wako na vichwa viwili. Kwa upande moja wangependa kuhudumia kanisa na kutegemea Mungu ambaye amewaita wahudumie lile kanisa, lakini wakati huo wanataka kujinufaisha wao wenyewe. Na mara nyingi wajifananishe na maapostoli kule juu Nairobi ama Muingo. Na mimi naomba mapasta wote Mungu aweze kuwarekebisha. Na pamoja na sisi wote tujifunze kumtumaini nani? Mungu. Maana mfano wa pili wa leo ni wa Joseph. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo.